washiriki nasi wasio Adventista, labda nitampa muda wakati huu apeane hiyo zawadi. Cyber Secheduto Nina muda luong Pastor mane dilgi wach no Pastor Robert undo chungo mina nyatinya sai moyo kiurecha makwele mgoterego. Dada, karibu. Wewe ndiwe ulikuwa na ujasiri. Yes, karibu. Do we have anybody again? Wan gibugi ariyo. Kami tenga tachiel mokwele mgo to yoro chokruok. Wan tire gimich ariyo. Je, kunaye mmoja? It's fine. Wagone Nyasaye erokamano ne waneno ni ber mondo mi oteni ochopi kendo nyathi Nyasaye moro amora mane nya yudre okang' ni ne wan gi mich ariyo gichalo twadhi miya achiel. Erokamano jal machielo bende oyudre. Wang'eyo ni tijni odong'. Nyasaye ogwedhe e nying Ruoth Yesu. Amen. Thank you. Sawa, karibuni tena, karibuni sana. Na hao ni wageni wetu specially. Au kama wenu area oluose mako. Jodala mago wendwa ma special. So let's go to the next. We have Brother Seth Habil Owor. Seth Habil alikuwa amesimamia vijana watafuta njia. Also from Wasio district, from Pastor Aduo as the pastor. Brother Seth. Happy Sabbath. Happy day. On my behalf, nitamwalika ndugu yangu Jesse James Sabai. Happy day. Happy Sabbath with good news. Be blessed. Thank you. We have Elijah Ogor. Elijah Ogor alikuwa amesimamia young adults, popularly known as youths. Maybe they will answer the question as to how an adult can be young. Elijah Ogor work Amoyo, Eboa Neko district, chini ya ulinzi ya Pastor Isaiah Odek. Otho, chini ya ulinzi ya Pastor Brian Maningi, wangapi wanamkaribisha? Hallelujah. Amen. We have Jayalo Perez Okinyi. Perez Okinyi pia alitoka Wasio. Mara hii tumebarikiwa na watu kutoka hapa karibu. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba tumekuwa na ujirani mwema. Uwo kwa Wasio district alikuja kusimamia single parents. Jadi Morwake. If you are happy and you know, say amen. Amen. If you are happy and you know, hallelujah. Amen. Mama nigi jok moluo bange. Erokamano. Agombo wiklip kama inti. Gijok niga mano luo banga umoto ganda Nyasaye. All the time. The Lord is good and that's His nature. Wow, God is great. Asante. Amen. Thank you so much. Bethel kama wagike no chakuru pogoji ijo. Chakuru pogoji ijo. Donge. Fine. Nyasaye omed gwedhou. Udwana introduce myself mokalo kanyo. Oyo.
Manea, nyasa ugude nyingesu. May the power of the Lord come down. We are going to get our first reading from the book of Galatians 6, verse 7. It says, "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever man sows, that he will also reap." I will repeat it again. Special guests ambao walianza nasi makambi from day one. Wamekaa nasi kwa muda huo wote na wametoka nje ya union yetu ya West Kenya, wanatoka East Kenya Union. Wageni wetu waimbaji, the INUKA Family Choral. Ana wacho ni kata kalungo ni choral, it depends with my English teacher this school mana attend. Mogolungo choral, mogolungo choral. It also depends on whether you are speaking British or American English. Wana INUKA inukeni. Aha. I expect a bigger number than this. Wana INUKA? Yes, the group leader, please. Thank you so much. Please be blessed. God is good. Allow me to invite the camp choristers to come in front so that we may sing our theme song 105 in Kijaluo, 631 in English, 41 in Kiswahili. Let us all rise up. Camp choristers. Kisii-Ogembo,
As we are standing, shall we believe and seek the Lord in prayers? We are praying. Kindly, everlasting Father, we thank you very much for this gift of life that you granted upon us this particular moment. If it were not you, then we would have not made this juncture. Therefore, let us allow us call you Ebenezer. You are the ancient of ages, and you always determine the end of everything. The very moments that you commence your activities. By the time this camp was commenced, it was your determination, and you destined everything at this particular hour. We shall be tabernacling together with you, and therefore, God, we meditate upon thy throne and mercy, so that you create another tabernacle within us where you can dwell with all the universe, where you can dwell with all the Trinity, and where Jesus can be a minister, so that this pulpit of this congregation can be dispersed by the fire that comes from your mouth. At this particular hour, it is the opportunity of a privilege that you've granted more one breath to be breathed out by your man servant. Before you speak to this congregation, the Lord send your word forth to clear all the powers, the principalities and darkness that the mode of perdition that has bring forth to destroy all the activities of the day. We call upon your blood that oozes at Calvary, Jesus Christ, to sprinkle it over each and every soul, and let it clean all the powers of darkness that has been dwelling within our midst. If it were not you, then we would have not made it this far. We seek and solicit for your powers of tranquility, solace, serenity, and peace. You are Lord because you are the King of Kings. Let's see and behold your glory at this particular hour. Make this congregation a congregation that is filled and create new art in the midst of each and every soul, so that you can create a new art that is contrite, ready to hear thy word. It is this opportunity that the devil was also planned everything in order to counteract and counterfeit everything that is yet to happen or transpire. This opportunity we seek for your guidance. Lead us through, and we thank you for everything that has transpired. This particular hour, in everything that we are here to endeavors and maneuvers, God, give us every plan and lead us through, and you shall be our God because we are thy people. This opportunity, your man is here to speak. So make him a vessel for thy message. Let him diminish so that you may be uplifted. Let your power of revelation fill him through the promptings of thy Holy Spirit to be our guide. Protect us through. For everything we put into thy able hand. Establish our plans until the end of the day. For there is my humble plea, even so in Jesus' holy name. Hello? Yes, it is time for tithe and offerings. And we request the round of choir to come with an item. Before that, if you have you have your Bible, read Jeremiah 17 verse 10, wherever you are. Jeremiah 17 verse 10. And asas come in front. Asas.
It's fine. Allow me to read from my version here. I, the Lord, set the heart and give a test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. Thank you. May God bless the reading. Answers, where are you? Our deacons and deaconesses from the various churches, if they are not there, elder, kindly represent your church. Ukiona deacon wako hayuko, tafadhali elder Mombaso, utasimama huku, wewe utasimamia wageni. Mombaso njoo huku, wewe utasimamia wageni. Okay, fine. Tafadhali Elder Martha hapa, inua mkono. Elder Martha atasimamia wageni. Elder Martha, ukimwona huyo ambaye amejivalia kiadventista, yeye amesimamia wageni. We would request that you go amidst the people. We shall pray mkimaliza. Account is 135889. Paybill 247247, account 135889. Siku moja gari kunijele awe
Let us rise up and we pray. Wherever you are. We wait you to come. Wagoyo ni erokamano ahinya Nyasachwa manyalo gik moko duto. Yienwa yaye Yesu mondo wanere otieni odiechieng' ma kawuono mar Sabato nini. Nyasaye Jehova Nyasaye ma ok lok paro ne kuom joge. Ok ilok paro ni kata matin. Bende igwedho ng'ato Jehova Nyasachwa kaka owinjore ni Jehova Nyasaye. Nyithindi golo magin go Nyasachwa e ofukegi kaka mich. Kendo michnigi tere wach kuonde ma ok wanyal gikie. Yie mondo tekoni mathoth olor e wechegi duto e nying Yesu ma Jawar.
Happy Sabbath. Bwana Yesu asifiwe. May I see by show of hands those who are happy. Amen. For the interest of time, I would have liked the children wakuja mbele, but for the interest of time, please wape nafasi cha kipekee wasikie mahubiri yao kutoka kwa Mungu. Tuombe. Mterehemezi, twaja mbele zako asubuhi ya leo. Tunasema ni shukrani kwa vile umetuwezesha tumekuja mbele zako. Katika mahubiri unayopea watoto wako Baba, inapitia hadithi. Hebu sasa tupe hadithi tamu na kutuita ili tuje kwako kama mzazi wetu na kama Mungu wetu. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu. Amina. Hello children. Children, hello. Hello children. Nione watoto wangapi wako katika mkutanoni. Kinachoshangaza ni kuwa niache hapo. Hadithi yangu ama hadithi ya leo, I'm going to speak from the book of Genesis chapter 1 verses 26 and 27, and then I'll complete it with the book of John chapter 3 verses 16. I know they are common verses, but they have got something. Children, hello. Hello children. Kulikuwa na mtoto mmoja aliyeitwa John. Aliyeitwa nani? John alikuwa na mzazi aliyeitwa Adam. Aliyeitwa nani? Aliyeitwa Adam. John alibarikiwa na kazi ya modeling. We all know modeling is, si ndio? Katika shule zetu tunatengeneza some toys za kuchezea, si ndio? So John aliweza kutengeneza gari. Aliweza kutengeneza nini? Gari hili limpendeza John sana. Alitengeneza kwa mkono wake mwenyewe. Baada ya kutengeneza hili toy yake ya gari, akaenda nayo wapi? Nyumbani. Babake akamuuliza, hili toy ama hili kitu ambao umetengeneza, hili gari, nani amekutengenezea? Akasema, baba, ni mimi mwenyewe nilitengeneza tukiwa shuleni. Babake alimpongeza. John alifurahi sana. Hakuna kitu iliyopendeza John kama ili gari alilokitengeneza. We find that angeweza kufanya chochote ili hili gari yawe nayo popote aendapo. Wakati walipokuwa wakicheza na watoto wengine marafiki zake, hili gari liliweza kupotea. Iliweza kufanya nini? John alianza kulia. Alianza kufanya nini? John alianza kufanya nini? Alianza kulia. Sababu gani? Alipoteza kiumbe kizuri ambaye alikuwa ametengeneza. Alipoteza gari lake. Tunapata kuwa mvua ilinyesha. Mvua ilinyesha kabisa. Yule ambaye aliiba ili gari la John pia aliweza kupoteza. The flood came and ilienda na hili gari la John. John baada alikuwa analilia mama yake ama baba yake. Daddy, nimepoteza kitu changu. Sasa mzazi wake alikuwa anamwambia, tulia, utatengeneza ingine sababu uko na hilo kipaji la kutengeneza vitu kama hivyo. John alisema, la, ndio naweza, lakini hakuna nitakayotengeneza nayo itaishinda ile nilitengeneza. Nahitaji gari langu. Babake John alishikwa na hata yeye alishikwa na hiyo machungu yenye mtoto wake alikuwa anapitia. Sababu gani? Alipoteza ile kiumbe aliyetengeneza kwa mapenzi yake na alikipenda, akaipoteza. So kuna siku John alikuwa na baba yake walipoenda sokoni. Walienda wapi? Walienda kufanya nini? Kufanya window shopping. Wakufanya nini? Kwa zile harakati baba ya John alimwacha John. John alibaki nyuma sababu ukienda supermarket kuna vitu mbalimbali ambao vinauzwa, si ndio? So there are some things ambayo ilimshika macho. Akasema, lazima niangalie hivi vitu viko vipi, si ndio? Lakini usisahau kwa akili yake anatamani kukua ama kupata lile gari lake lililopotea.
babake John alienda mbele. John wakati kwa zile harakati za kuangalia bidhaa zake, aliona nini? Alipata kuona ile gari alilolitengeneza. Alipata kuona nini? Alipata kuona lile gari alilotengeneza. Akaenda kwa babake mbio. Akamwambia, baba, nimeona ile gari langu. Hapana, wewe unacheza wewe. Twende kwa nyumba. John alizidi kusii mzazi wake amkubalie aende akanunue ile nini yake, gari lake. Lakini babake alikita mizizi na kumwambia, twende nyumbani. Utapata hilo gari lako tena, ama utatengeneza nyingine. Kwa moyo wa John was disturbed. Angepata hili gari lake wapi? Angepata jinsi gani ya kwenda kwa yule mzaji akamuulizie ama amwambie ampe ile gari lake. Lakini because of the commands and the reactions of the dad, alienda naye nyumbani, and the obedience that alikuwa nayo kwa baba yake, akaenda nyumbani. Lakini kuna siku John alijificha. Alifanya nini? Alijificha kutoka nyumbani. Yaani alitoroka nyumbani, tuseme hivyo. Alitoroka nyumbani. Unadhani alikuwa anaenda kufanya nini? Mtoto mmoja. Asante, very good. Alienda kuangalia gari lake, kama kununua gari lake. Alipofika pale sokoni ama kwa lile duka, akamuuliza yule muuzaji, ati hili ni gari langu, naomba unipe gari langu. Sasa muuzaji akamuuliza, vipi hii gari limekuwa lako? Ati ile gari nilitengeneza na mkono wangu mimi mwenyewe, nahitaji na nalijua vizuri. Muuzaji akamwambia, wewe unacheza wewe. Nataka pesa, wewe mtoto, nipe pesa, sababu hapa niko kwa biashara. Sitai kupea hii gari hadi utakapofanya nini? Kuinunua. Nataka hela. John alianza kujiuliza, nitapata hela wapi? Nikaenda kwa dadi tasema nacheza. Akaenda kalilia mzazi wake, baba, nipe pesa. Nimeona lile gari langu na muuzaji ameniambia anahitaji hela kama hizi. Lakini sina hizi hela na ninahitaji lile gari langu, nimeliona. Akasema, sitakupa pesa. John alishikwa na huzuni, lakini alianza kufanya nini? Kutafuta jinsi ya kupata pesa ili akaenda akachukue nini? Akanunulia ile gari yake. Alipata pesa na kwenda kwa yule mzaji. Akamwambia, ndio hizi pesa, ndio hizi hela yako, nipe gari langu. John alipochukua lile gari, aliweza kufurahi. Aliweza kufanya nini? Lakini aliliambia ile gari lake, alikuwa na uzungumzaji nafsi. Alianza kujiongelesha mwenyewe na kuongelesha ile gari na kuambia, wewe gari ni yangu mara ya pili. Ni yangu mara, you are mine for the second time. Sababu gani? Nilikutengeneza kwa mkono wangu, ukapotea, lakini tena nikakununua na hela zangu. Sasa wewe ni yangu mara ya pili. If you read the book of Genesis chapter 1 verses 26 and 27, the Bible tells us that God created man, isn't it? Aliweza kutengeneza tope, aliweza kutengeneza binadamu kutoka kwa lile tope, si ndio? Akaweka pumzi ndani ya hili tope, likawa binadamu. Binadamu akaliingia kwa nini? Aliingia kwa dhambi. Dhambi ikafanya vituko na binadamu. Binadamu wakakuwa machukizo mbeleni ya Mungu. Mungu naye akafanya nini? Kwa vile alipenda binadamu, akafanya nini? Akamtuma mwanae ya kipekee, si ndio? Ili aje atufilie, si ndio? So God created us, we are all his children. Mungu akatuumba kutumia mkono wake, akaweka pumzi ndani yetu, tukawa na uhai, si ndio? Tukaweza kupotea kwa lile dhambi. Dhambi likatufanya tukoa watu wabaya mbele ya Mungu. Lakini kwa mapenzi yake Mungu alirudi tena akamtuma nani? Yesu mwanawe,
ili aje atufilie msalabani. So he bought us with the price of blood, by the blood of Jesus. So if you read the book of John chapter 3 verse 16, the Bible reads, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life." You are God's because he created you. We were God's because he created us. But again, after falling into sin, he bought us. So we are his for the second time. Ask yourself, is God, are you really for God? And if you are really for God, make sure that umetumia ili wakati ambao umepewa vizuri, ukijua ya kwamba wewe sio wewe tena, ila wewe ni wa Mungu. Mungu hawabariki. Nataka mtoto mmoja tu akuja tuombe. One child to come and pray for us. Children, hello. Watoto hawa tuwafundishi kuomba. Thank you very much. Mpishe tafadhali. Amen. Pray. Hold on for the word of prayer. Our dear everlasting Father, we thank you for this good day that you have granted to us. For we are in church right now. Be with us all this day. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So watoto wote tutulie miguuni mpaka Yesu tusikie mahubiri. May God bless you. Wawacho nango. Bang mano, wadhi yudo special item koa kuom Bethel Church. Karibu. Bethel Church Choir.
tu hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha, huyo mtu hakika atapata rehema. Hivyo basi njoo kwake jinsi ulivyo. Ni nani kama Mungu asiyehesabu dhambi zetu wala makosa yetu? Na kama angekuwa anahesabu, nani angesimama? Lakini kwake kuna msamaha ili aweze kuogopwa. Basi njoo kwake, rehema ingalipo. Haijalishi kuwa mlevi kiasi gani, rudi wewe uliye mlevi, rudi wewe uliye mchawi, dhambi zako ziwe nyekundu, nyekundu kama damu, Bwana ataziosha zing'ae kama theluji. Haijalishi kuwa wewe ni mlevi kiasi gani, rudi wewe uliye mlevi, rudi wewe uliye mchawi, dhambi zako ziwe nyekundu, nyekundu kama damu, Bwana ataziosha zing'ae kama theluji. Haijalishi kuwa wewe ni mlevi kiasi gani, rudi wewe uliye mlevi, rudi wewe uliye mchawi, dhambi zako ziwe nyekundu, nyekundu kama damu, Bwana ataziosha zing'ae kama theluji. Haijalishi kuwa wewe ni mlevi kiasi gani, rudi wewe uliye mlevi, rudi wewe uliye mchawi, dhambi zako ziwe nyekundu, nyekundu kama damu, Bwana ataziosha zing'ae kama theluji. Thank you. Asanteni sana. Ningependa niseme ya kwamba mahubiri na yote ambayo yanatendeka hapa yanapeperushwa hewani. Unaweza ingia kwenye YouTube, INUKA Records, alafu utapata ile bana ya Bethel. Utaweza kufuatilia. Awachoni gik motimo kagi di online koro in modimbore kae tinyalo mana ng'iyo INUKA Records. Thank you so much. Happy Sabbath. The Lord is good. All the times. And all the times. The Lord is good and that's His nature. Wow, God is great. I just want to take this time to appreciate everyone for having taken your time to come that we celebrate together in the house of the Lord. Among the team that came from Living Spring, they came along with their elder. Elder, can you wave on that capacity? Amen. My eye can also give me one of my elders from Migori South. Migori South. Members from Migori South in the congregation. Migori South Thank you so much. And Timon, will you wave on behalf of our brother?
Thank you and God bless you for coming. It has been a very good week. Osebero juma maber. A very wonderful week indeed. Juma maber ahinya. I wonder where you've been. Dir nono kuma isebetie. You've missed a lot. Osebai mang'eny. Hallelujah. Amen. Turn to the neighbor, you've missed a lot. Kon jabatini osebai mang'eny. Bwana asifiwe. Amen. And you know, I've heard about you. And after this, imi ya michini mariki chama dego sa upakado walo. Toka manya. Ukonyo gwedi. Kastere ngewe yawa kiwewa no. Bangma. Nadi aliyem kudi leo makende. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. With all the good messages that have been preached here. Ni giweche mabeyo masebedo kayalo ka. That has been preached here. Mause yalka. Both from Bible study, stewardship. Kuwo kenono ndiko, weche magbedo jerit, weche magjot. All those teachings. Puonjiko duto te. Gichalo gik mondiki wipi. Ni kama maandishi yameandikwa majini. Gichalo gik mondiki e wipi. Ni kama maandishi majini. Ere ng'ama somo gimondiki e wipi. Ni nani anaweza kusoma yale ambayo yamenakiliwa kwa maji? So gik mose puonjika nyaka na wachaki no gik kawuono. Ya kwamba ni mambo yote ambayo yamefundishwa hapa tangia tuanze hadi leo. Gin gik mondiki e wipi. Ni maandishi majini. But the only person that can read them. Ni yule ambaye atasoma. The only person who can read them. Yule pekee atakaye soma ama awezaye kusoma. Is Jesus Christ himself. Ni Yesu word. The rest of us. Waduto te. No one can read that which has been written on water. Onge ng'ama nyalo somo gimondiki e wi pi. But that which has been written on stone. To mano mondiki e kidi kata e lwanda. It can be read today. Inyalo some kawuono. It can be read tomorrow. Inyalo some kiny. It can be read even in the next 100 years. Inyalo some kata mana tok higni 100 mabiro. When I was checking my library, kana ng'iyo e oda makano e buk kar somo, I realized that I have books that were written in the 1830. Ne en gi buk manondik e higni machien mowacho. I realized that I have a book that which was written in the 1880s. Ne en gi buk mondik e higni magana achiel 880. So I say to myself, na wacho ne an awuon, so if at all these messages were just heard, ne kopo ni weche gi nowinja winja without being put down into writings, ka ok ondik gi, then it was in vain. To ne gin gik modhi nono. I walked into this beautiful church. Na donjo e kanisa maberni. I walked into this beautiful church. Na wuotho madonjo e kanisa maberni. And I came to learn to na afwenyo that this beautiful church, ne kanisa maberni, it is just built in form. Ne ober mana e gedo kata gerruok. But there is something that is eternal that is missing in this beautiful church. Ne nitiere gimoro mosiko mapod onge e kanisa There ni. is something seriously missing in this church. Nitiere gimoro mapod onge e kanisa And ni. for us to secure the upcoming generation tomorrow, mondo mi wakony tieng' mabiro, Adventists, we need to wake up. Ne jo adwen nyaka wachiew. That when we build churches, ne ka wagero kanisni, let us ensure that we have a section for the library. Ne watem mondo wabedie gi kar buge. That whenever somebody would wish to read, ne sasa ma ng'ato digombo mar somo, he or she may walk in and borrow a book. Onyalo donja okaw buk kae to dhi osomo. For me to start the ministry, mondo mi na chak tich mar yalo, in Kisumu Central Church where I grew, kane en Kisumu Central kamodongoe, I went to the church library. Na donjo e kar somo mar kanisa. I went to the church library. No donjo e kar somo mar kanisa. I started borrowing books. Kae to no chako olo buge. Borrowing books, I take time to read them. No kawo buge to kido thuolo mar somogi. And whenever we'll have money, I will also buy mine. Ne kopo ni noyudo pesa be nonyalo ng'iewo mare. Dear friends, treasure is hidden in writing. Osiepe, mwandu okan kuom andika. You will never grow. Okibidongo. As we talk, if we are growing in Jesus, my friends, you will never grow in Jesus if you are not a reader. Hello? Yes. Turn to the neighbor, say to the neighbor, you will never grow. Okibidongo. I didn't hear you.
turn to the neighbor and say, neighbor, you will never grow. Oh, growing in Jesus. Well, how do you expect to grow when you're not reading? And from where I stand, from where I stand, adwa trefe, nataka mabesheni, adwa traf, nataka besheni, adwa chako library in this church. Tunaanza kuweka library kwa hii kanisa. Than this young generation that are coming up, mondo mi tieng matindo mabiroge may access that library to find what to read. Mondo donj kanyo giyudi gima digisom. The books that you are having here, buge mane wan godo ka, some were so expensive that one could not afford. Moko ne nengo gini mala inya mangato But when we bring our hands together, to kawa riwo lwetu akanyabla, the library in this church, tuwe na mahali pa kusoma hapa, nyithindwa biro thuolo mondo kaka gisomo Nyasaye. Wana wetu watapata nafasi ya kusoma neno la Mungu. School kuma gisome, mahali ama shuleni wanakosoma, they have other books they read. Kuna vitabu vingine wanasoma, tukakisoma somo ukende magitia kwa giwuoko. Na wakisoma vitabu hivyo pekee hadi wamalize. This is why today we are lacking them in the church. Mane momio kawuono waonge kodie kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Jedimako ni pase 4. Hello? Yes. Jedimako ni pase jaro isaidi. To jedimako ni pasta pachikwanyo. To jomagi mapinyo taro kumwai kumodhe yokia. Mini chokruok yelach chiro ka chini gijo neko. Samoro wan gijo neko kumwai kumodhe tebra nare. Ajui. Okiani ber, okiani rach. En piny robre nek. Neuru traf very fast. Walete na bisheni. Let me begin with mine. Chako gimara. Awuoyo kenda kuma chungi ni kusawuoyo gi lewni momo. Rew kata tref kod kagi machako. Pastor, tref achiel kende kamano mar welo. Bodong' to ginyalo rew. Kare returu sang'eny. Where is Nyangina? Ameenda kuleta? Odhi nyiewo pesa pod oremne. Wan wamor kwa tiyo nebo Yesu. Kaka trafni jokwaya jomoko nyalo chiwo through simu. Our treasurers, either Madam Florence or the other Doris. Florence or Doris. Wana wenye wangependa walipe kutumia simu, so I'm requesting our treasurers, either of them. We want to start a very serious library. Let us save time. Haya, nataka nimpe nafasi kama kuna wenye wangependa kutoa kwa simu, atasema nambari yake, tutarusha kwa nambari hiyo. 0713 26 31 97 07 13 26 31. Thank you. Let us save time very fast.
first. I've been privileged to do the same exercise in some of the churches in Nairobi. Kitu pamoja alafu we'll sort them out. I want us to get to the business. As a young boy in Kisumu, my mother, poor widow, Mama ge mane en actually al mudir. She was not able to pay our fees sometimes promptly. Ne okonyal yudo thuolo mar chulo negi school fees ewa ne en kod wat ne moro e tao ne boma. But whenever things were tough with her, she would run to her. Ni eseche ma piny ne tek kode no nyalo ringo kuome. To me, this family is like part of our family. Chalo kaka achiel kuom joodgi. And I'm happy to see this family in this congregation. Omor mar neno jogi e chokruok. I cannot fail to recognize them because we ok nyal wil mar as I stand here. We ok nyal wil mar rwako gine in the past. Aneno gik machien. Ramogi and the family. Ramogi and the family. Mamalis. Yes. That man, my mother will at times run to him and say, I'm home with my children. Kinde moko min gi ne nyalo ringo kuom jaduong' Ramogi mokone ni aleo gi nyithindo. And he will not have many questions. Ne ok gi penjo mang'eny. A very humble man. Ng'at mobolore ahinya. The best of family. Amen. Bwana asifiwe. Amen. The topic of my presentation this afternoon says the universal law. Thor mar wach mowuoye kawuono wacho ni chik moriwo. The universal law. Chik monywando kata moriwo ji. Hallelujah. Amen. How many are still awake? Jadi ma uneno. Turn to the neighbor, say to the neighbor, there is a universal law. Hello? Amen. A universal what? Law. So today, I wanted to speak about the universal law. From the book of Galatians, chapter 6, verse 7. My Bible says,
The Apostle Paul is writing to the Colossians. Jaote Paulo ndiko ne jo-Kolosai. Do not be deceived. Ne kik uondu. For God is not mocked. Ne Nyasaye ok nyal wuondi. For whatsoever thou sowest, nikech gimoro amora ma uchuoyo, that shall you also reap. Ni mano ema ubiro kayo. Upon growing in Jesus. Kodongo kuom Kristo. Upon growing in Jesus. Ka osedongo kuom Kristo. It is a seed that is planted to grow. En kodhi ma opidhi mondo dongi. And in this growing, sama odongo, there should be a time of harvesting. Nitiere seche mag keyo. You cannot harvest that which you never planted. Ok inyal kayo gino mane ok ichuoyo. The universal law. Chik moriwo ni. In the book of Genesis chapter 1. Buk mar chakruok sura 1. Genesis chapter 1 verses 20-24. Chakruok sura 1 verse 20 nyaka 24. Genesis chapter 1 verse 20-24. Chakruok sura 1 verse 20 nyaka 24. Reader very fast. Jasomo mapiyo. Any quick reader very fast. Jasomo mapiyo. What does the Bible says? Genesis chapter 1 verse 20-24. Then God said, let the waters abound with an abundance of the living creatures, and let blood flies above the earth, upon the face of the firmament of heaven. So God created great sea creatures, and He created great sea creatures, and every living thing that creepeth, with which the waters abounded. Yes. According to their kind. According to, He blessed, and God said, let the earth bring forth the living creatures. Let the earth bring forth the living creatures, according to its kind, and creeping things, cattle and creeping things of the earth, the beasts of the earth, each according to its kind. each according to its kind. And it was so. And it was so. Turn to the neighbor. I said to the neighbor, neighbor, the foundation was laid on the universal law. Say universal law. Hello? Yes. Universal law. What is the law says? Like produces like. Like produces like. Wewe uliye hapa na mke bado anaendelea kuzaa, kama uchikae, ikiwa anahisi ule uchungu, tuinipurine noka ikombote no Arsenal tumuto kama mane. Wewe ungependa kuenda kutazama mechi na huyu ana mama ni uchikayo. Huyu ana uchungu. Kilido tena Chelsea. Wewe ungependa kutazama ule mechi wa Chelsea. Mwana huyo si wako. Why? When a wife is in labor pain, if the child is your child, you will feel it in the blood. Hallelujah. Amen. Like produces like. The universal law. Chick. The apostle is here speaking with deep feeling and peculiar solemnity. Paulo wuoyo gi chuny man kod mirima hinya. Dear friends, he speaks with a peculiar solemnity. He's saying, do not be deceived. There was such a great deception with the Colossian believers. The Colossian believers were seriously deceived. And in this deception, Paul is saying, in verse 8 of chapter 2 of the book of Colossians, chapter 2 verse 8, yes, the Bible says, be aware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according
according to the traditions of men, according to the basic principles, according to the basic principles of what? and not according to Christ. There was a serious deception in Colossae. A serious deception in Colossae. That Paul comes and says, do not be deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. It is indeed the truth that should make us sober. This truth should make you sober. You as a Christian, I as a Christian, this truth should make us sober. This truth needs to make I as a believer sober. That whatsoever I planted, that is exactly what I shall reap. In the very beginning, man, God created the world, and he established the universal law. He used a universal law. The Lord stood and saw when everything was producing after his own kind. When he set his eyes on the animal kingdom, every animal was producing after his own kind. When the Lord looked out into the plant kingdom, he was so much pleased to see that every plant was producing after his own kind. And therefore the world was laid upon the universal law. Like produces like. Like produces like. Hallelujah. Amen. Like produces like. Wakati huu unaweza kwenda kwa boma fulani, upate mwana anatembea, au useme ya kwamba huyu si mwana wa fulani, huyu si mwana wa kina fulani. Sababu gani? Mbegu sio ya hapo. Kwamba huyu anafanana na kina fulani. Yuturwa. What does it feel? Amen. Ere ngamane kama Yesu kwa nijani joka ngane kama nangu. Chemu ya turo confuse. Tatimo ni chimuro confuse. Kuweza kutambua mwana fulani. Ade dalama, hayo kocha. Ochaki dalama chero. Nyaka kakubutu. Nimepata anafanana akajisemea hii mbegu si hapa. Hallelujah. Amen. Tunakuwa kwa neema. Hallelujah. It is by the grace of the Lord. Like produces like. Leo Mungu akikaa akiangalia namna tunavyojifanya kama binadamu. Akikaa ametulia. We have seriously disorganized. Ni namna ambavyo tumechanganyikiwa. Disorganized the universal law. Namna ambavyo tumechanganya ile amri ya. We have seriously disorganized the universal law. Waseke tochik moriwo. Wamuko mise. Tumebomoa msingi of the universal law. Marchik moriwo no. The foundation of the universal law saying like produces what? Turn to the neighbor, so the neighbor. Like produces like. Both vegetations and animals. Every species
bears seed after his own kind. Ni moro ka moro ne nyuolo gima chal kode. Ayasong'yo mapera. Ilipoangalia mti wa mpera. Nito mapere mawuok. Liona tunda la mpera. Tinde ng'ato nyalo pidho machunga to kipo to dimi mawuok malo ka. Siku hizi mtu anaweza panda mti mwingine lakini matunda ni mti tofauti. Ndio opidho machunga. Amepanda mti wa mchungwa. Malo ka. Hapo juu imewuok ndimu. Linalotoka ni matunda la ndimu. The ones who are rooted, wale ambao walikita mizizi in Jesus, kwenye kwa Kristo, the fruits that they give, matunda ambayo wanatoa should be like Jesus. Lazima yafanane na Yesu. Hallelujah. Amen. Why? Kwa nini? Like produces what? Like. It is the most conspicuous fact of nature. Mano egima kende ahinya mar ngima. The most conspicuous fact of nature. Mano eni adira makende. Men may misread the gospel of grace. Ni ji nyalo tayo kata nyalo somo ataro ote mar ng'uono. When Epaphras took the message to the Colossians, kai Epaphras notero ote ni jo Kolosai from the apostle Paul, kowuok kuom Paulo, they misunderstood the gospel of grace. Ne giwinjo ataro ote mar ng'uono ni. My friend, men, it has been discharged against the will of Paul. Ne oki winja inya dwaro mar Paulo. When men may misread the gospel of grace, ne sama ginyalo somo ataro ote mar ng'uono, they misunderstood the preaching of salvation. Ne giwinjo ataro yalo kata ote mar warruok of grace. Mar ng'uono. Then men may sin the more. Ne yecho dhano nyalo medo timo richo. The Colossians sinned the more. Ne jo Kolosai no medo dumbore richo. Because they misunderstood the message of grace. Ne giwinjo ataro ote mar ng'uono. They misunderstood the gospel of grace. Ne giwinjo ataro ote mar ng'uono. The same problem that which was in Colossae. Chandruok achiel mane nitie Kolosai no. It is not only in Colossae by them. Ok en mana Kolosai kende ndalo. But even here with us. Kata mana kodwa ka. We have misunderstood the gospel of grace. Wan bende okwasewinjo kare ote mar ng'uono. It is the testimony of any church. Ma e ote monego bende kanisa. It is the testimony of any church. Bende ni neno mar kanisa moro amora. That's why the lamp of life still holds. Ni kapod when the lamp of light is still holds, then men may sin the more. Awhile a sinner may return. Awhile a sinner may return. That I, a sinner, the lamp of grace is still upholding. And I may run in order for me to be saved. Yes, that is the testimony of the gospel in the church. A sinner may come running. A violent sinner may return. My friends, a violent sinner may return. While the lamp of grace is still holding. It is the boast of the gospel. It is the boast and sungamaru the gospel. Fine, thank you. It is the boast of the gospel. And sungruok mar ote that forgiveness is possible. Ni ng'uono en gima nyalore. To any sinner. Ne jaricho moro amora. At any time. Kwa sa asaya. He may run to the Lord. Monyalo ringo dhi ir Nyasaye. And be forgiven of his sins. Mondo mi owene richone. It is that they deceive. This is where men deceive themselves. Mae kama ji wuondore. That I can come and do all my nasty things. Ni anyalo biro mondo atim gimoro amora. I can do my wrong things. Anyalo timo gigena modwanyore go. Because the door of grace is still open. Nikech dhood ng'uono to pod oyaw. I can go and do all my things. Ni anyalo dhi mondo atim gigena te. And come back
come because the door of grace is still open. And then we can speak of grace and forgiveness. The Colossians were coming in the church. They were believing one thing today. They were believing one thing today. And confessing another thing tomorrow. Yes. And come tomorrow we confess another faith. Kama kulikuwa na upepo hapa, upepo ungekuja mayelwa itu anike tubaki uchi kamwa bediri mahali ambapo tumeketi. Ungeona vitu ambavyo watu wameweka. Pastor anasema kama upepo lije saa hii, kaya momoro bilo sana litutoe mavazi ogolo leo ni kumwa baki uchi kaya tuwadom duge. Tunaona vituko vile ambao watu wamejifunga kwa kiuza. Nyalo neno gik majiutweyo e nungo gi. They confess one faith. Giwacho yie machielo And they proclaim another one. Kaya to bende giwuoyo kuom yie machielo. In Colossae. E Colossae It was a serious issue. Ne en wach mane chando ji ahinya. They were somehow standing in. Ne seche moko ne gichung'. Their one leg was inside. Tielo achiel ni iye. And another leg was outside. Tielo machielo ni oko. One leg is singing the choir. Tielo achiel were we. The other one is doing something else. Tielo machielo timo gima machielo. Nataka kuniambia kwamba hakuna maji ya Makenzi hapa. Unawacho nani pi maji kama Makenzi ongeka. Hello. What about this? Yes. Nataka kuniambia kwamba hakuna maji Ezekiel. Uombe ni pi mara Ezekiel chaka. Kama una maji Ezekiel hebu ina mikono. Ngama onge gotingana lwetu. Mimi anoka daki malukumi chimo. Mimi siishi huko juu. Kumisimu ni watu muda keombe. Kora sema sema kaibu. Kiedi maombi pia Ezekiel ka. Migori kaka wodo pia Ezekiel upo. Hapa Migori hayo maji mejaa. Kwani? Guu moja huko kanisani, mwingine huko nje. Na kwa wakati mmoja wanakiri Yesu Kristo. A problem in Colossae church. Shida ambayo ilikuwa kanisa kwenye. And they were saying, the door of grace is still open. Neighbor mwono tukodo yao. The door of grace is still open. They presume upon the very greatness of God's mercy. Blaming God's mercy. To go further in sin. By worshiping this other God that we mentioned yesterday. Mentioning the God that we talked about yesterday. One leg is in the church. But the other one is outside. One leg is in church. Singing in the choir. Church in church. Pastor in church. Head is on in the same church. But one leg is outside. Leo mmetoa hata wana wenu kama kafara because you want to be kwa sababu mnataka kuwa na mali kwa haraka. One leg is inside. Room moja uko ndani and the other one is outside. Na nyingine iko nje. Mercy to go further in sin with the expectation that sometime before the hour of destiny strikes. They will seek from God, they provide the mercy. One leg is in church. And one is outside. Where we the harvest that is coming keyo mabiro
They call it the inevitable. Will we decide the power of God's grace to save? Will we doubt the power of God's grace to save? No. We cannot doubt the power of God to save. We cannot limit the scope of the gospel. We cannot shut the door of hope to any human being who is running to the Lord. It is indeed true that forgiveness at the door of grace is yet open possible. Anytime. Any sinner at all times. The door is still open. Any sinner, if we will repent and turn to God, but nonetheless, it is a solemn fact. It is a solemn fact that this forgiveness may save a sinner to go to heaven. But one thing, it will not prevent the harvesting. When the harvesting comes, in as much as we have been forgiven, we shall harvest it. Why? Like produces like. We call it the inevitable harvest. The harvest will be of the same kind as the planting. You cannot plant the beans, and on the harvesting day you come and you find groundnuts in your field and go on harvesting. You cannot plant a mango tree and then come on the harvesting day. You find another different tree and you go on harvesting. The harvesting is yea and amen. It must come. Let us look the life of Jacob. Jacob as a youth. Jacob as a youth. He was loved by the father. But he lied against the father. As a youth, he sinned against his own father. By deception and falsehood. Look at Jacob. Jacob, a young man. So energetic young man. It might be said that there was nothing wrong. Because Esau did not really prize the blessing very highly. Jacob is lying to the old man. He's coming back with a blessing that is not his own blessing. And the mother said to Jacob, I hear when your father say that your brother Esau is instructing Esau to go and bring the animal. Why don't you take the advantage? Take the advantage. So Jacob is taking the advantage of lying to the father. The old blind man, he was touching Jacob and he was saying, the voices of Jacob, the voices of Jacob. But when I touch your body, you will feel like to be Esau. But he lied to the old man. He lied to the old man. Jacob is planting the seed. He's planting the seed of deception and falsehood. Having lied to the father, because the seed was planted, Jacob is running away. He's running away with the blessing that
is not his blessing. Today the world is full of men who are blessing that are not his blessings. They stole the blessing from a brother. They stole blessing from another person. Their friend Jacob is running with a blessing. He's running with a covenant which was not his covenant. Because of the same seed he planted. Jacob is waiting. When he went to Laban's place, he went to stay with Laban's place. He stayed there for some years. He stayed there for some years. And Laban comes and asks Jacob, will you work for me without any pay? Will you work for me without any pay? And Jacob turns to Laban and says, Laban, I will serve you for 7 years. 7 years. Jacob is waiting for the salary. Waiting for salary for 7 years. Hapa kwetu waache kumlipa mtu kwa muda wa wiki moja. Jacob waited for 7 solid years. Dorito kumignia berio moleng. Oritango. Anasubiri nini? Hello? Yes. What was he waiting for? How many years? 7. Yedi manyeri twiga berio madoko chulu. 7 years. Irito salary. Jacob waited for 7 years. Jacob dorito kumignia berio. I tend to imagine. Atemo paro. That evening. Odhiambo cha. Mane the chuleno. Ambao angelipwa. Jacob must be very happy with the friends. Alikuwa amefurahi sana na marafiki. Konege mbaka ni kamgono. Anawaambia ya kwamba leo hii. Nituro kauni the chula. Leo nitalipwa. Hello. Yes. Jacob come back to the friends. Anapiga ngumzo na marafiki. Kauni the chula. Leo ningelipwa. Miaka 7 ni mingi. Kafono. Leo ni malipo dei. Rudi ching chudo. Jacob is waiting patiently. Orito ni mwana hinya. Kanisa chudo chopo. Wakati wa malipo ulipofika, kanisa chudo chopo. Wakati wa malipo ulipowadia, okao nyako. Wakamchukua binti. Boko notio for 7 years waiting for Rachel. Alikuwa amefanya kwa miaka hizo 7 akisubiri Rael. Waiting for Rachel. Alikuwa anasubiri Rael. Kogi kodhiambo. Ilipofika jioni, machi na harusi. Siku ya harusi, bibi harusi. Ameletwa, ikialone. Analetewa. Kwa hilo wani. Alipomfungulia macho, alipomfungulia macho, na ile chudo pesa mkoyo. Alipata malipo ama hakupata? Au mate baba. Ni nini? Okayo. Ibano choyo. Anavuna kile alichokipanda. The same seed. Mbegu ile ile of deception. Ya wadaa na udanganyifu. Maana temo ni uonge. Aliyomfanyia baba yake. Emembendo kaya. Ndio alivuna. Unapanda Jacob nani mgani kaya? Mnafikiri angevuna nini? If he planted a seed. Remember, he's coming back. Somebody back. Or kill faithfully. Reaching which will go. The people will sing of Jacob, 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 blessed man. But in the evening of harvesting, Ogembo mari keyo cha, he was to harvest INUKA. Angefaa avune alichokipanda. Itina sae, angomisa pedho mekayo ne. Nini ulikipanda unachovuna? Still that is not enough. Because you cannot plant one seed and you have the same one seed. You cannot plant one seed and you come back and have the same one seed. It has to multiply. He went back to work again. For another 7 years. 14 years waiting for one lady to marry. Kose nyumo Rachel. Alipokuwa amekwisha muoa Rachel, alifikiri ya kwamba ako ana furaha. Mungu anasema, Mungu alifunga
tumbo yake Recho. Wako na Recho hapa? Na hazai. Kwa nini? He's harvesting. Okay yo. Kile alichokipanda. Mahali ambapo tumeketi. Hakuna anayekuroga. Usiwe ukasema ya kwamba kuna fulani ananiroga. Kile ulichokipanda ndicho unavuna. Kile ulichokipanda ndio. Jacob had planted the seed. No pido kodi. But the seed were there planted, the seed of deception and falsehood. Ni na pido kodi mar miriambo. By the son to the aged father. The years came and go. The young man settled in the east. He lived there 20 years and greatly prospered. He was so greatly prospered. When he turns to the land of Canaan, he comes back with many wives, with many children and sons and daughters, and a great company of retainers, with many flocks. But the change in his material condition is not all that the years have brought to Jacob. Being that is coming back a rich man. Does not change the plan of God. Does not alter the seed that had planted. The first harvest had harvested at Laban's place. He became a different character. He's not the same Jacob supplanter. No, at the brook Jabbok, he met with God. Jacob met with God. Upon meeting with God, there was a serious struggle. A serious struggle. Jacob is going back to the land of the covenant. But the same man who is coming back in the land of the covenant, he's not the same man who ran away with the covenant. He's coming back somebody with another God. He's coming back someone with other gods. And therefore the Lord had to meet him. The Lord had to meet him. Because he reigned with the covenant. And he's coming back someone else. He's coming back someone else. The Jacob who is coming back is not the Jacob who reigned with the covenant. And therefore the Lord was to meet him. The Lord was to meet Jacob in order to bring him back to the covenant. There was a real struggle. There was a struggle at the brook Jabbok between Jacob and Yahweh himself. A true struggle between Jacob and Yahweh himself. My dear friend, the Holy Spirit of the Lord will never let us be at peace. Will never let us be at peace. When we took a covenant with God, we took a covenant with God, and we want to go back to the land of the covenant. We are going back to the land of the covenant. All of us as we're sitting here, we are looking forward to go back to the land of the covenant. Going back to Jerusalem. Going to celebrate with God for eternity. We must have a struggle with God. God must have a struggle with us. In order to make the seed, the seed of the covenant to be pure again. And therefore Jacob is coming back. At the brook Jabbok there was a war. There was a serious war. Why was the war? The man who is coming back is not the man who took the covenant. One of the wives is coming back. One of the wives is coming back. Seated on the God of their father. Hiding the God of their father. We will never grow. We will never grow.
in Jesus Christ. When we are seated on other gods. When we are seated on other gods. We will never grow in Jesus. When we are seated on other gods. We are seated on other gods. Jacob was to grow in the covenant. Coming back a man of the covenant. He's no longer Jacob the supplanter. But Israel a prince. A prince with God. Someone whose name is changed. Today is called elder so and so. It's called pastor so and so. With your prosperity, people can talk about it. People can talk about it. I was in one of the INUKA prayers. Tukafanya ibada. Walima. Tukawa tieko. Baada ya kumaliza, the young boy Manuel wakawa kai. Huyo kijana ambaye tukaribisha kwake kwapo kadiambo wangu tunashtuka ropo kanya tini muteni owiti miongeko. Tunapata ya kwamba shingo limegeuka na macho yanatazama nyuma. Mungu kinwetoko. Tukatoka toroka mbio. Kwa rope jireta amo mwaneno. Tunajiuliza ni nini tumeona. Kuna zingine unakimbia kwanza ndipo unapata nafasi ya kurudi. Kwa rope njo. Tunauliza ni nini hicho tumekiona. Wanatuambia baba yake. Namna baba alikuwa akiwafanyia watu. Alikuwa akiwafanyia watu hapo kwa miwa. Baba alikuwa akinyonga watu, sasa mtoto anavuna. Tuliomba mpaka tukawa mdomo kavu. Wapendwa, Jakobo anarudi mtu mwingine. Pesa. Yule aliyebarikiwa na pesa. Yule ambaye ameheshimika. Nani angesema ya kwamba alimhadaa babake? Hakuna. Ongea. Nani angesema ya kwamba alikuwa mtukutu? Lakini anarudi mtu ambaye amejaliwa. Ana watoto, ana mifugo, ana wanawake. Mtu ambaye amebarikiwa. Lakini mbegu aliyopanda, one day Jacob, siku moja Jakobo, is no longer Jacob the supplanter, but Israel, prince with God. Siye yule aliyemhadaa, and the heir of the covenant. Ni yule ambaye angepeleka mambo ya Injili. Surely the sins of these youths have been flunked and forgotten. Mambo ama dhambi ambazo alifanya akiwa kijana yamesahaulika. Buried in the forgetfulness. Zilizikwa katika kaburi la sahau. No one will talk about them. Ongenga manenya luyo komge. Covered in mantle of a divine forgiveness. Ne olware kod muono. But look yonder. Tongiangi yambele. Look yonder. Niene. See the old man Jacob. Ne kaka Jakobo. In his declining years. Ni eike makoro koro embeduti. In his declining years. Ni membe koroti. The broken-hearted fiction of deception. Ni embele koro chunye turne the falsehood of his sons. Ni nyithinde bele koro nyithinde ko bedo jomiriambo. The falsehood of his sons. Nyithinde bedo jomiriambo. Wanamwendea wanamwambia, our father, baba yetu, your beloved son, ni wodi mohewa, your beloved son Joseph, wodi mihero Joseph, your only dear son Joseph, wodi achiel mihero Joseph. This is the government moro wako. Mae nangamano wako. Angalia namna ambavyo imekuwa na damu. Jacob no yuak. Jacob alilia. Jacob okeyo. Anavuna. Jacob okeyo. Anavuna. Ifinya sai Jacob okeyo. Yakobo anavuna. Jacob okeyo. Jacob anavuna. Wanka. Tuko hapa. Sababu yuruniudi nure maksudi. Njia zimefungwa hazisongi. Yuruniudi nure maksudi. Njia zako zote zimefungwa, hauna mwelekeo. Kare Jacob okeyo.
Kumbe Yakobo anavuna. Kumbe unavuna. Kare ikeyo. Unavuna. Kuna wengine hawana bahati kwa sababu waliwatusi tu walimu. Utafute kazi hamna. Barua yako izeeke hadi istaafu kabla hujapata kazi. Je, unaona kile ambacho unavuna? Unaona kile unavuna? Wale vijana wamesimama mbele ya Jacob with coats of many colors. Wamekaa pale na rangi tofauti tofauti. The coat of many colors. Na ile nguo ya rangi tofauti. Ikawa na damu, wanamwambia baba, tazama. Tazama damu ya mwanao. Hakuna kitu kichungu namna unavyovuna. Like produces like. Chal ibiro nyuolo gima chal. The universal law. En chik moriwo te. David. Daudi. The son, the man after God's own heart. Ngat ma Nyasaye oyiego. Somebody, one day David remained home. Daudi chieng' moro ne ni dala. He remained when the sons were out for the battle. Ne ka jolweny ni oko e kedo. Was Israelites noblest king. Ne en ruoth moluor ahinya. Who because of his many sterling qualities was called a man after God's own heart. Nekech timbe ne noluonge ni ng'at ma Nyasaye oyiego. A man after God's own heart. Ng'at ma chunye chal gi chuny Nyasaye. At the time when the armies of Israel were engaged in active warfare. Ni seche ma jolweny mag Israel nodhi e kedo. They were out engaged in warfare. Ginoko gini e kedo. The king was careless. Ruoth ne piny oko chando. Of his duties. He remained in Jerusalem Jerusalem for the indolent enjoyment of the luxuries of the palace. As he was walking along the balcony, in that time he was tempted and grievously sinned. He violated the sacredness of another home. He caused the murder of Uriah before the walls of Rabbah and took himself the wife. Bathsheba, Uriah's wife. The king killing and also coveting. He planted 2 seeds. David has planted a seed in the field of life. This is a man after God's own heart. But he has planted a seed. He's planting a seed, but forgetting the universal law. He's forgetting the universal law. That like will always produce a like. He's forgetting the universal law. He never went back to the books of the Pentateuch to find out about how the Lord created the universe. By universal law, that which you planted is the same seed that you shall harvest. And therefore this man David, in that day, the man planted the seed of idolatry and murder in the field of life. The seed of murder, the seed of idolatry, he planted them in the field of life.
No pidhogi e ngimane duto. David, a king of the Israelites. Daudi ruodh jo-Israel. A man that's so far respected and honored. Ng'at mane oluor. By the message of God through prophet Nathan. Ka Nyasaye ooro Nathan. By the accusing voice of his own consciousness. Mondo mi owuo kode. David was made to realize. Daudi nofwenyo. The greatness of the wrong that he made. He was so plunged into sincere and deep agony of soul. David cried to God. He lamented for forgiveness from the Lord. And God forgave David. He was reconciled back to God. He was again a child of God. People forgot about Uriah. People forget about Uriah. People forget about the murder. But he planted a seed. He planted a seed. Your friend, when David came of age, when David came of age, an old man that met God, the king of Israel that people sang about all songs, all praises were for David because of the war that he won. But when it came to the evening of his life, in his own house, one seed, the seed of idolatry, between the children themselves. Hello? Yes. Which seed? The seed of idolatry is being harvested where? Korikae kwa watoto wa Daudi. As if that is not enough. Kagima mano koromo. The seed of murder. Kodhi mar nek. David. Why? Nango? He met God. He was reconciled. Noromo gi Nyasaye. Became a child of God. Oduoke kare, obedo nyathi Nyasaye. But the seed was growing. To kodhi to ne dongo. Like produces like. Siseme ya kwamba unarogwa. Na wailuge. Hakuna anayekuroga. Like produces like. That's why. Like produces like. As the prayer sings, shall we rise up? There were those who had given themselves for baptism. Kuna wale waliojitoa kwa ajili ya ubatizo. If you're in here, please just take a bold step. Wale ambao walijitoa kwa ajili ya ubatizo, tafadhali mkiwa ndani, songa mbele. So that we pray with you. Jo ili tuombe nawe. We want to go straight to the baptism pool. Tunataka tuende moja kwa moja kwenye maji ya ubatizo. Jokmano sichiurene batizo tafadhali, as the choir sings. Biuru mbele nekech tokma wadhi moriere e kar batizo. And as they come, our camp secretaries, please come and take the records. Well, let's all rise and let's all rise. Sote tusimame. You are in here. Ile yeka. Kwa sababu kama kupenda. Huenda uko hapa lakini unavuna kile ambacho haukupanda. You will expect a special prayer.
need a special wanavuna kile ambacho hawakupanda. Nitiere ji ka ma samoro gikayo gik mane ok gichwowo. Kuna wale ambao wanavuna yale ambayo hawakupanda. Nitiere ji ma kayo gik mane ok gichwoyo. If you're there, I invite you to come for a special prayer. Kaintie bi mondo timni lemo makende. You want to really get your children in the hands of the Lord one of them. Ilo ni mondo mi ket nyithindi e lwet Nyasaye nyadi chiel kendo. Ing'eyo gik manise pidho, it is your cry that this you know that you did and you cry to the Lord. You are there in wish to rededicate your life one more again. Ini kanye go mondo mi chak ichiungi mani kendo ne Nyasaye. That we should not harvest that which we never planted. Ni mondo mi kiki kagi mane ok ichwoyo. Jomoko kayo gik makwere gi mano chwoyo. Kuna wengine wanavuna zile ambazo mababu ndio walipanda. Kuna wengine wanavuna kile ambacho wazazi ndio walipanda. Unavuna kile usichokipanda. Unatamani Mungu akipenda uwe huru, uwe muombaji. Making a full step to invite you. Please
make your steps up front. Nikapopolemo tuagweli mbele. Kabla tujaomba unaalikwa mbele. Nigombo mondo miketi ngimani lwet Nyasaye kendo. Unataka kusalimisha maisha kwa Mwenyezi Mungu. Nigombo mondo mi ikaw ngimani chaki mi Yesu nyadichiel kendo. You want to dedicate your life to Jesus. Kikwaloni oko. Usifungiwe nje. This is our time. This is our time. Friends, for those who wish to be baptized, we may not have another time to do baptism. Whether you are coming from Korondo, Dago, Kakrao, Rayudi, please come. Those who are anticipated for baptism, we do not know when to have a minister who is going to conduct this for us. Wawachoni jokmango mbomo do die baptizo, please. Katabed ni ya Korondo, ya Dago, jokmano se chiworeka. We have your names. This is the time. Wan ginyingu, jokmano gombo mondo bi, please come. Mondo wado atime kawuono. Nimoko sebedo kaiwa, pastor mbona batizo. Leo tumefanya wito wa hadhara, tunaenda kufanya ubatizo. Huenda hatutafanya nyingine tena hivi karibuni. Please come. Elders, you know your members. Invite them to come. We want to pray. We're giving you 3 minutes for that. Tumepeana dakika kidogo sana. Kama unakuja tafadhali nione ukinua mikono unatembea. Jok mabiro aneno one hand. Okay, fine. I have people who anticipated baptism from Dago Kuuma Church. I saw them in the congregation. They are not coming up front. Kingato di chanda tokuma. Walemo Jaler mar Israel wagon erokamano. Chunyo mor, chunyo dendi. Kechigolo anete gi chuodho go tuodo mar richo. Sani wafwenyo ni remb wuodi manochwere Kalvari. Kane tieko teko mag rombe mane molehoro oho mar Kidron. Notiyo kendo nigi nengo ahinya. Omiyo kawuono Yesu Kristo tiyo tich maduong'. Kawan dhana manosedoko e kido mar Satan e tim. Wuonde miriambo kachiel gi gik mopogore. Ichaki neno ni ber luongo gi nyingi malerne. Kadine onge Yesu kare wafwenyo ni de wasetho e richo. Wamo nikech nyathini osegolo weche man gi teko manok nyalo wach gi teko gi rieko kachiel kod nyawo mar dhano. To ine misingo ni oro wachni mondo mi otim tich, wachni osewuoyo. Kamogike ni osechiw duol ok nikech nyithindi otimo luong to nikech polo ne dwaro ma yawuoti gi mondo duog iri. Sama walami ne Jehova Nyasaye wacho ni puro wach gi joricho kendo wuoyo gi nyithindi. Kanitie duol moro ma nyithindi gi ok nyalo winjo kuom jotichni, yie mondo lor kiyawo polo ka iketo komi ka mondo iwuo gi wuodi kata nyari manoningo sud mbele ka. Mondo mi chutho Jehova Nyasaye kanitie gima wachni noningo tim odiochieng' ma kawuono ni, mondo mi ikaw yawuoti kaachiel kod nyigi ma jachien okaw motwe bur marach mar pidh yugi ka ginyumo gi ng'ato ka ng'ato ka gibedo gi dwanyruok ni piny ruodh budhone. Kendo mago bende motwe piny ruoth marach. Jehova Nyasaye kama e thuolo mane Yesu olor godo e Kalvari lak seche machalo kama, to ye lor ne nyari chakata wuodi cha. Nyadichiel kendo wayudo wach malich ni kare in Nyasaye mokwuondi. Gima ng'ato ka ng'ato chwoye mokayo. Tikono wa Yesu Kristo kuom ng'wono mari Kristo mangima. Ni wuone ok nokum kuom richo mag nyithindo. Nikech ngero ni nogoye Israel. Tiwacho ni ok nochako goye kendo ni ng'ato ka ng'ato motimo richo manotho nikech chunye duto gin magi. Tiwacho ni nyithindo bende ok nokum kuom richo mag wuonegi. Miyo Yesu kane tho e msalaba ni kawo pek duto gi chido gi gakake mondo mi ting' kuomi to wabed thuolo. Ing'eyo yawuoti mosudo ka, duol ka duol ma ng'ato ka ng'ato sudo go gombo ka gombo. Waonge gi gima lich ma wanyalo timo. To bende chutho amor ni ing'eyo
Gimora mora ma chunywa gi dwach gi gombo waduto te kata kapok wanyisi. Koro in uhuru mane polo lor mondo bi wuogi nyithindgi omiyo wuodi ka wuodi gima nade kata nyari ka nyari mochudo go machiegni mondo mi gonye kikete thuolo gi nyingi Yesu Kristo gi teko mar rembi mano chwere nyororo mar twech igongi kiketo gi thuolo ng'ato ka ng'ato Yesu Kristo mondo mi kapo ni mayo odiochieng' mane lore dala mar Bethel ka mondo lok piny ruodh mudho mosetweyo wuti gi nyingi loch mar misumba mar richo nyene paro kaachiel kod chuny mondo mi iloko misango miyiego kendo mitwak ringruok gi to nyap nikech ringruok ok nyal timo yiero iwacho ni kaka nyithindo gi ne nie ringruok mar dhano ni Yesu ringruok ni mani biro godo kendo ni loy gi ringruok ni mondo mi ikony koth Adam mano osepodho ok malaike ini jal mano teme yore duto ikalie pek omiyo kawuono nyalo resowa ka wakalie pek wuothi gi nyie nyathini mamach wang'o mach mar richo cha wuothi gi nyathini makayo kodhi mar richo cha wuothi gi nyathini mabende kayo kodhi mano kochweyo cha yie mondo mi loch kiloro kodhi gi duto te kigolo kodhi marach kiketo lo mayom mondo mi Yesu Kristo ka in kodhi mapidi e chunywa kawuono tigoli e bende mosekar mok nyago lemo matero e polo to chutho kodhi ma kawuono ma wuodi kata nyari nyaro nyago gibedo kodhi mamiyo nying Jehova Nyasaye duong' nikech giwuok e bedeni to ok bede mag dhano. Yie mondo wane teko mari nyithindi biro dhi e batiso yie mondo ikuong ioro maler otim batiso mar polo mondo mi nyithindigi kapok chopo e pi to githo kuom richo mondo mi ka inyumogi to nyisu yanga ni isetho kodgi kendo giporo chier ka giwuok e piny joma otho mondo mi gibed mangima manyaka chieng' nikech chiwri mondo itho ne joricho. Wane amede mendi mar odiochieng'ni yie mondo ilochnwa jadichiel Nyasachwa yie oro mari mondo mi okonywa wang'na ubani tikegi gi lemo mag nyithindi mosesaye imagi bende tiole piny kama wantie wuodi kata nyari mapodi nie twech ma jachino tweyo igonye nyinge wi kendo mar leswa iole rembi kiketho teko gi loch mag mudho moluore iwane teko gi loch mari to kik iwena wuodi mowuoyo nono mede teko gi roho kaachiel kod chir gi rieko mondo mi kapod wan e ringruogni ilokwa kigolo kiru kata ema tichwewa e hekalu mar yie ka roho mari dak kiru manyaka chieng' tikone duoki mokayo machiegni mwao kendo waingo yie bed kod weche duto nikech ma ikwane nying Yesu Kristo ma ja-Nazareth. Fine. Kata sama pod wadhi lemo ni ng'ama gombo dhi e batiso please kata saa ma pod idhi lemni ng'ama gombo dhi e batiso please prayer team from Bethel Church. It's not yet over until it will be over. Fine. Samagile Mona Wacho. I want to take the baptismal candidates through the oath right here. Okwadika oath doaura, please. Wakuje wakishaomba pale. I will take them through the vows here. Mondo mi kwa kato wachomo simori yere. Usisemeri kesho, usipuuze wito wa Mungu. Tutaponaje tusipoyabadili maisha? Tutaponaje tunapoyapunguza maono? Tufanye matengenezo akija tuwe salama.
tumehubiriwa, unabii umefunuliwa, neno la Mungu kuwekwa wazi. Ufalme tulionao ni wa mwisho, wa Kristo tumsujudu. Maana saa iko karibu, kama ni kuhubiri tumehubiriwa, unabii umefunuliwa, neno la Mungu kuwekwa wazi. Ufalme tulionao ni wa mwisho, wa Kristo tumsujudu. Halo. Tafadhali kuna bali saa ya lesson nimewaja nikaenda jikoni. Mwenye ataiona hapo hapa kwa hilo ya tu. Anipatie iko na Biblia ndani lesson. Iko na Biblia mpaka kitabu ya nyimbo. Oh.